Historia yetu ya mahusiano na toko ganda masisi ni toko jwakora. Ndi toko jwakora abantu bamingo. Kibari basire njera bako panga ngabandi bagenda ko kore bintu binda masisi toko banga. Toko basabiranga nyasaba abire. Onye ne kiongozi ko tumia abana bayitunga bakikugerera abandi masisi. Shetani asiba. Shetani afanye nini? Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hiyo ni uongozi kamili. Kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. So nataka nihakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa kama commissioner sijakuja starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Ambia huyu jamaa anaitwa county commissioner, haizi tisha sisi. Haizi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. I personally knew him before I was appointed at the CS Education. But I even knew him closely once I became the CS Education in the year 2022, which time something happened, because as I was with my boss in the State House, I remember sometime in November, he gave me instructions. He said, there's one man known as Daniel Nyariki, you have to get him back to Kisii National Polytechnic. Ladies and gentlemen, you know what happened way back, I think in 2020, during which time His Excellency the President, when he was the Deputy President of the Republic of Kenya, he had come to this particular institution as the chief guest. And when he came in as the chief guest, during a graduation day, the following day, sawa. Tutulie sasa. Huyo mjambo kusema karibu. Sawa. Jambo na karibu. So, as I was saying, tuwa watulivu tafadhali, tuwa watulivu. Wanafunzi watulie. Wanafunzi watulie. So, during that particular period of 2020, wanafunzi watulie. During that particular period of 2020, Nyariki was unceremoniously transferred from this particular institution to another college. Indeed, it was done immediately a day after His Excellency the President was in this particular college. And it is for that particular reason that His Excellency the President insisted and said, you cannot take him to another college apart from Kisii National Polytechnic.
And I did exactly that. And I'm happy that for the 1 year that Nyariki has served here since then, as the principal, he had done commendable work. Our people in Kisii and the region at large, Kenya, we have set the Vision 2030. Kenya, we have the bottom-up transformative agenda, which we have said that particular agenda we have as a country can only be achieved through TVET institutions. Our young people who have been given the opportunity to join our TVET institutions where we're offering all kinds of technical courses, we have said that is the way to go. That is the direction that we are taking as a country. And His Excellency, the President and the government of this country is investing a lot in that. I've been here 2 times, during which time my friend Nyariki was here, and we have had an opportunity of taking you through what is expected of you, the young people. One of the challenges that we have as a country today is unemployment. And we have said we have to decisively and in a very deliberate and intentional way deal with that particular problem of unemployment. And that is why we have started a program of giving computers, the Jitume program in each and every TVET institution. As we talk today, we have issued computers and introduced the Jitume program to 128 of our TVET institutions. Kisii was actually the second after Kabete, and you remember that that particular program was launched by no another apart from the president of this country. We have said Jitume because it depends on your own personal initiative and efforts. That is what is going to give you success. Because as you are going on with your running process and activities, at the same time, you can also earn money. We have now avenues, online jobs in America, in Europe, in Asia, Japan, and all these other countries. So kindly, young people, take advantage of that program which we have introduced as the Kenya Kwanza government for the benefit of our young people. I know there are young people in this country who are now earning the tune of 200,000, and I also know in Kisii College, National Polytechnic, you have also taken advantage of the same, and there are quite a number of you who are benefiting out of that particular program. And kindly, if you have not joined, ensure that you join that particular program. What you also did with my friend, which I did not only for him, with my peers here, we have taken a step of making sure that we improve the TVET sector. Actually, they were comparing themselves with Teacher Service Commission, and we made a move. With the Public Service Commission, where Nyariki was one of the beneficiaries, we promoted all of them, the principals who were in Chokuru P, Q, and R, and Nyariki, as he retired, we had promoted him to Chokuru S. And also apart from that, we have taken steps in order to align the TVET sector with what is happening internationally. Your Lordship, the Bishop, by introducing dual running in our institutions, by introducing CPET, as we have the system known as CPC in our secondary schools, we have equally introduced that one to make sure that the kind of education, the skills and the competencies we give our people are indeed relevant and will serve the young people not only here within the country, but globally and even regionally. His Excellency the President of the Republic of Kenya
Dr. William Samoei Ruto was really pained with the untimely death of his friend Nyariki, and he sent his condolence message, which I will be able to read. He also sent his donation to the family, which I will also be able to take the opportunity to give his personal donation. And now I want to read the condolence message from His Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, their family and the friends of the late Daniel Nyariki. Wale vijana wasikie, we had a plane at the passing on of Daniel Nyariki, the chief principal of Kisii National Polytechnic. He was a distinguished educationist and a peer of the community. Mr. Nyang'ate was also a respected, selfless, and industrious man. A gentleman who served the community with distinction. He was full of fresh ideas that changed many lives. We celebrate the great life that he led and the rich memories that he leaves with us. We join the people of Kisii in honoring a man whose legacy will remain with us forever. May we be comforted by the word of the Lord in Psalms 46:1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Rest in peace, my friend, Bwana Principal. Poreni sana. Signed by His Excellency the President, William Samoei Ruto. Finally, I want to introduce the new County Commissioner, Japhet. Where's Japhet? Ega askari yangu aje. Yeah, thank you very much. Our new County Commissioner is here. Bwana Waziri sana na wa PS, Mheshimiwa Governor, familia ya Nyariki na wageni wetu wote, hamjambo. Yangu ni kutoa rambirambi zangu kwa familia ya marehemu. Nasema pole sana. Unajua maisha inakuanga hivyo. Na ile pengo Nyariki ameacha ni kubwa, lakini tunawaombea Mungu awape nguvu. Ningependa kwa watu wa Kisii, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wafanyikazi wote wa serikali kuu, vile tuko Kisii, tumekuja hapa Kisii kikazi. Starehe yetu ni kazi. Na hiyo kazi iko mara mbili. Kazi ya usalama na kazi ya maendeleo. So mwenye atajezea hiyo kazi mbili, tutaonana. Tutashughulikia. Nataka niwaambie. Nimesikia vijana wengine wakipiga kelele hapo, nataka niwaambie ukweli ya mama. Hapa ni wakati wa kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige kelele. So nataka nihakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Governor ukiwa mbele. Mimi nikiwa kama commissioner, sijakuja starehe yangu ni kazi. Na nitafanya usiku na mchana. Watu wa Kisii, kama mnataka kutusumbua na simu, pigeni simu usiku na mchana, tuko tayari. Starehe yetu ni kazi. Baraka yetu inatokana na kazi tutawafanyia hapa Kisii. Nikitoka Kisii nitakuwa nimemaliza yangu. So ningeomba viongozi tushirikiane. Wale wataribu hiyo vitu mbili, maendeleo na usalama, tutashughulikia ipasavyo. Sawa? Asante sana. Mmesikia serikali ikisema? Niwaambie kitu moja kama naondoka. Desturi ya Wakisii. Historia yetu hapa kusienda toko ganda sisi kitoko kwa bora. Kitoko kwa bora watu wangu. Kibari basire njera wangu panganga abantu bagenda ko kore bintu binda masisi toko bana. Toko basabiranga nyasaba abire.
onye ne kiongozi yeko kutumia abana baitunga bachikuogerera bande masisi. Shetani asiwe. Shetani afanye nini? Hiyo ni uongozi au ni aibu? Hiyo ni uongozi kamili. Na mimi uwe kijana ya university, uwe kijana ya college, tumelete vifaa ya kusoma. Hii mambo shilingi 400 500 na sungusu hapo, hiyo ni upuzi, ni usensi, ni upumbavu. Kama tamia ya Kisii tutakubali upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Kama majogo niwafanyie nini? Niwafanyie maendeleo, si ndio? Kama ni gaba na siko bilioni 15, afanye maendeleo tuone, si gerere. Unakubaliana? Hapana gerere, hapana nini? Gerere ikwame Kisii. Sisi kama wazee tumeona usenzi mingi hapa. Sasa tutajitokeza na kusimamisha hii usenzi. Asante na Mungu awabariki. Wale marafiki mnatoka nje, desturi yetu si hivi. Desturi yetu ni heshima kwa wale ambao wamefariki, lakini kuna wengine vijana wamekuja ambao hawajui desturi ya Kisii. Mama president alipatia 300 nikupatie, na akasema atakaa na family, na tena na mimi naongeza hiyo na shilingi 100, na kwa sababu naenda masisi ya Wili Ndubi na iko cousin wangu wamefariki huko nyumbani, ndio tukasema na PS wangu naye iko na shughuli, tutarudi tena. Ningira na samangana masomo, ningira ne egente naende nimbaretere principal ndonge. Usiwe na hofu, nitawaletea mchapakazi. Tindi kubaletera abantu becheche bakuja kusalia abana gabo shakutumeka. Ni watu wa kufanya kazi. Asante, Mungu awabariki. Wacha tuimbe wimbo huu cha kutumaini sina ila damu ya Yesu Kristo. Cha kutumaini sina damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha, njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, nikiitwa hukumuni, rohoni na amani, ikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Amen. Kwanza nataka nitoe rambi zangu kwa familia ya mwalimu Principal Nyariki. Pole. Pia nitoe pole zangu kwa wanafunzi wote wa Kisii Polytechnic na wananchi watukufu wa Kisii, na pia katika ambao wanatuongoza kiroho. Nataka, kwa sababu nataka nilikuwa nikimbie matanga na mimi 2-3. Nimekuja nimuone mwalimu Bwana Nyariki alivyolala. Mimi kama gavana wa Kisii nataka niseme mambo matatu pekee yake. Kwanza, mwalimu Nyariki, sisi kama county tulikuwa tayari
na yule mwalimu aliyekwepo, tumetoa mashini za kutengeneza cabros ambayo hiko hapa nyuma. Baadaye tukakubaliana kwamba zile cabros zikitolewa na wanafunzi wale wangepata kandarasi, pesa ambazo tungepea katika kaunti hii watengeneze pavement za town yetu, kwa sababu hii ilikuwa ni kitu cha muhimu. Wanafunzi hawa wapate kitu kidogo ya kulipa karo ya shule na waweke pesa mfukoni. Cha pili, nataka niseme mwalimu mkuu ambaye ni vice chancellor wetu wa Kisii University, hawa wish ambao wamenisomea hapa wangekuwa hapa, ningewaambia kiroho safi yale ambao wanahitaji kufanya katika kusaidia wananchi watukufu wa Kenya na wa Kisii, lakini wametoka. Na nitasema tu wananchi wasikize, kuna mradi mmoja ambao mimi niliongea na rais, unaitwa Kenya UK Health Alliance, ambao ulikuwa ulete bilioni 500 katika region ya hapa Lake Region Economic Block. Kisii University ilikuwa ikwe hapa ipate bilioni 150, Maseno ipate bilioni karibu 40, Bomet, Masinde Muriru. Lakini tulipokuwa tunaongea na mheshimiwa rais, huyu ambaye anapiga kelele hapa akasema kwamba anasema nchi iko na deni. Hata sisi wa Kisii tumesema kwamba pia tukue katika deni ya Kenya. Mimi ningemuuliza, pesa hizi sasa wamerudisha kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 120. Na hata hiyo bilioni 120 sioni ikija hivi karibuni, kwa sababu kumekuwa na vitina nyingi. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, kama mngeweka nguvu ya vitina katika maendeleo, nchi yetu na kaunti yetu itaendelea mbele. Hii barabara peke yake hapa kwa mto daraja moja imeua watu wengi. Jana tulikuwa tunazika msichana mmoja wa miaka 17 alikuwa amepata B+ kwa sababu ya accident. Leo mwingine anazikwa hapa Bobaracho. Mimi ningeuliza kwamba nguvu hizi zote mnaweka, negative energy tuiweke ifanye kazi. Kitu ya pili, nimeona mtu anaitwa county commissioner hapa. County commissioner, wacha nikwambie bwana, wewe umepewa kazi, fanya. Hakuna vitisho. Wewe ukileta vitisho, kwenda upigie kura kwako nyumbani, ulete hiyo vitisho hapa. Mimi siwezi kuwa wandamazimu ni hawa watu wote. Kama niko na uwezo wa kulipa watu kuja matanga namna hii, si basi muogope. Kwa hivyo mimi nataka niseme, hata mimi nawapenda, asanteni. Nataka niseme hivi. Asante. Nataka niseme hili na nieleweke vizuri. Hawa wangwana, mwingine anapiga kelele hapa, kama si rais, na tushukuru mheshimiwa William Ruto alionea yeye huruma. Nilishinda yeye kura asubuhi. Tupigie mheshimiwa rais William Ruto asante, kwa sababu ya kuvuta yeye majonzi. Na kama anataka tukutane 2027 debeni, ile kitu tutakubali ni kutumia vyombo vya madola ambao ni askari
ambao ni machiefs katika kuintimidate mtu yoyote. Mimi nataka niseme nikimalizia, mama mjane, pole mama, tutasimama pamoja, usife moyo, mzee amelala. Lakini mwalimu, ukienda, unapokwenda wewe waambie kwamba Kenya na Kisii tuko imara, tutaendelea na kazi nzuri ambayo pia uliacha katika college hii. Nataka ni mimi nitoe onyo. Niwaambie? Mtakubali niwaambie? Kitu hatutakubali. Hatutakubali ni kitu tunaita home ground terrorism, ambayo huyu anaongea hapa, yeye ndiye anasaidia watu hata kupiga risasi katika mikutano. Kwa hivyo nataka nimuombe tafadhali, Mungu akipenda mguze roho yake. Wamegeuka, hata wanavunja magari, wamesema wataua watu ndio waseme kwamba Simba amefanya nini? Ameua watu. Mimi nataka, kwa sababu vyombo vya usalama viko hapa, tafadhali askari wetu, viongozi ambao mko hapa, fanya kazi kulingana na sheria. Nimalize kwa kuuliza waombolezaji, wale wageni mmekuja hapa Kisii, sisi ni watu wa amani, isipokuwa mmeona wale ambao wanaletanga fujo wametoka hapa. Kama wao ni wanaume wanakaa, sasa unataka kumaliza kuongea kabla sijaingia. Wewe mwanaume unangojea, unasomea mwingine. Mimi nimekupata ukiongea. Mimi pia nahuzunika sana kwa sababu matanga haya nilikuwa nikuje niomboleze pamoja na familia. Wanafunzi, nikimalizia tafadhali wanafunzi, kwa sababu mwalimu wenu ndiye amelala. Mimi nataka niseme hivi, tauni hii mtakuwa na amani. Tauni hii tutawapea nafasi. Tutawapea nafasi ya kandarasi ambazo zingine zitapatikana kupitia college, both the university and the Polytechnic. Kwa hivyo mnapokwenda nyumbani, wale ambao mmemaliza, tunajua kwamba tuna kazi pale stadium. Tumeanzisha shule ya kufundisha mambo ya kazi, ajiri center, ambayo kaunti mbili zilifunga, sisi tumepewa nyingine na Mastercard. Ndugu zangu, hizi vita mnaona hapa sio vita zingine. Hii hospitali kubwa tuko nayo hapa, KTRH, nilipoingia ofisini nilipata wanakusanya milioni 47 kwa kwota. Vile tunaongea sasa hizi inaokota shilingi milioni 200. Maji hii ya Kigati nilipata wakiokota milioni 7. Sasa wanaokota milioni 22. Ukiona hii kelele yote, hii kelele inaopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Bishops, nataka mtuombee. Hii mambo ya ufisadi lazima tutaimaliza. Na mimi sitakubali mali ya umma kuliwa kiolela. Na wananchi, nyakati za Nyayo, wakati wa Moi, katiba ilikuwa inatumika nyingine. Mzee Moi alilala akaenda, ameenda salama. Tuko katika mwamko mpya ambapo lazima tufanye kazi bila vitisho zozote. Na mabadiliko makubwa yanafanyika kutoka kwa wanafunzi. Mimi nimekuwa mwanafunzi, kiongozi mwanafunzi, na nyinyi wanafunzi lazima mfikirie. Kuna wanafunzi wawili
nataka leo nimalizie kwa kusema wanafunzi wawili kutoka St. Paul University waliandika proposal wakapresent before the European Union. Wanafunzi hao wawili, mmoja kutoka Mwabei hapa na mwingine kutoka Meru, wakaandika mambo ya sanitary pads kutumia hii mgomba ya ndizi. Wakapewa 140 million. Wamekuja, mimi nimewapea eka 2 hapa ATC kufanya factory. Tafadhali wanafunzi mko hapa. Huyu muungwana alikuwa anaongea hapa, lazima aongee kitu kizuri ya kuona kwamba na maendeleo na akili isaidie wananchi. Wale wanafunzi wataandika wanafunzi wengine hapa. Wale wanafunzi wawili juzi walikwenda Amerika kupata zile pesa ambazo zilikuwa zimepitishwa. Tafadhali, for you students, be innovative. That's why we have come to this school. Hata ukiuliza hii tent baada ya miaka 5 itakwambia pia ilikuwa kwa hii Polytechnic. Tafadhali usiwe tent, usikue mic na usikue kama watu wengine hapa. Kwa hivyo mimi naomba tafadhali wanafunzi mko hapa, mfanye bidii ndiposa kesho tukue na nchi ambayo iko salama. Mwisho nataka nilete salamu za baba Raila Amolo Odinga. Amesema nikija niwasalimie, nilipeane familia pole. Sisi kama tungeingia kwa serikali leo hii au hata askari wangekuwa wanang'aa. Kama tungechukua serikali, wakina mama wa mboga wangekuwa wanapata shilingi 6,000. Hiyo ndio serikali ilikuwa ya ODM ama ya Azimio. Lakini liwe liwalo, Mheshimiwa William Ruto ndio rais. Tumesema kwamba tutashirikiana na yeye, lakini hii vitisho ya kina ambia huyu jamaa anaitwa county commissioner haizi tisha sisi. Haizi tisha sisi. Atafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Asanteni na Mungu awabariki. Nimeambiwa tafadhali. Nimeambiwa wanafunzi, matanga haya yataendelea kwa amani mpaka yaishe. Tafadhali msiondoke. Naomba nitakaa kidogo, matanga yataendelea kama kawaida. Na mimi nataka nitoe rambirambi zangu kwa mama ya shilingi 1,100 ndipo za matanga yaendelee. Asanteni, Mungu awabariki. Asante.